Unanitia wasiwasi mke wangu. Hii singeli imefikaje humu ndani? Mume wangu, wakati nisikufiche mume wangu, wakati naondoa nguo kwenye kamba, ndio hii hapa nikamsaidia na mimi jirani na ingeibiwa. Sawa. Ila mimi kinachonipa mashaka, hii singlet imevaliwa kabisa na ina kijijasho kwa mbali. Alafu mimi nakujua nguo inaonekwa siku zote nyingine safi. Sasa hii mbona ni chafu? Mume wangu, kweli usinifikirie vibaya. Kweli. Sawa. Naomba shika tu nirudishe kwa. Mume wangu, ukirudisha sasa hivi si nani mke wake atafikiria vibaya. Wewe mpumbavu nini? Yaani tunahofia mkeo kwamba atakuwa na wasiwasi, wakati mimi mumeo tu mwenyewe nina wasiwasi zaidi ya yeye. Halafu mimi ninavyojua siku zote anayefua ni mkewe. Kwa hiyo hata tukimpelekea hiyo nguo, kwa maana yeye ndo anaiacha kwenye kamba, sasa unachofia nini? Au kuna mambo mengine yanaendelea? Hamna mume wangu, kweli. Okay, naomba amka twende tupeleke siku. Changamsha. Vipi shule? Salama, kumbe kushia kucha huko nje. Acha kama bwana nikaisi itaibiwa. Mbona mimi jana sijafua kabisa? Takuwa kaitoa mwenyewe. Pengine katoka safari zake huko kaja katundika hapo kamaliza. Mama. Mkare. Hebu njoo mara. Vipi leo? Safi. Haya. Boss, good. Wamekuja na singlet. Sasa mimi ninachoshangaa mimi sijaitoa nje. Na inaonekana ni chafu. Mimi bwana jana nitoka kufanya mazoezi huko. Nilivyorudi nikaitundika kwa sababu nilikuwa jasho mbaya. Kweli ndio maana mimi nikaitoa, maki nimehisi itaibiwa. Haya bana. Ila wangu alikuwa anahisi vibaya. Baba. Unalivu tena baba? Kama bila chunga mzigo wako. Maana wakaitwa hawa, maana hawatamiliki hawa. Hawashiki. Hawaridhiki. Sasa kumbe. Basi poa jamani, hamna shida. Jirani, mke wa jirani. Jirani, mke wa jirani. Shoga yangu hizi nywele natamani hata nizitie dawa, maki zinavoniuma. Mashemeji zangu hao. Shemeji. Karibu. Asanteni. Umetakata huko ulikoenda. Shida bwana, shida zikikubali. Lazima utakate. Na kweli. Naona mnanyongana hapo kichwa nini? Ndio. Kweli. Vipi? Hao jamaa wapo ndani? Mimi wa kwangu kaingia shift leo. Mimi wa kwangu kaenda mpirani. Kaenda mpirani. Nyumbani huko. Sawa, mimi nipo ndani. Jamaa shift kidogo. Jirani, mke wa jirani. Jirani, mke wa jirani. Mke wa jirani, jirani, mke wa jirani.
unachofanya si sawa, ni vishawishi waziwazi. Sijui yamemwekea dawa ama malezi ya wazazi. Tabia yake inatupa wasiwasi, kama anakosa heshima na mume wake anapambana na kazi, akitoka na chepuka kwa nyuma. Ukijua anayofanya sio rahisi kuvumilia, ukijua anayofanya niamini wawezalia. Mwisho ubaya aibu. Ndio bwana. Shukuru bwana, nimerudi salama. Maana swala la ujenzi nimeshalimaliza. Pale nyumbani sisi bado hajarudi kutoka Oman. Ili niende kwa ajili ya kuweka ulinzi eneo hili. Mwanangu, hilo ni jambo zuri sana. Unajua hiyo ni fursa ambayo umeipata. Sababu akina sisi bwana, mimi naona hizi nyumba za kupanga kama zimetuganda yani. Amna, muda ukifika hakuna kitu ambacho kinashindikana. Kila kitu kinaenda chenyewe. Kweli. Kitenda kama kilivyopangwa. Kweli. Ila kaka una fail sana. Vipi ndugu? Unampigia mwenzio mkewe. Napigia vipi yani, mke wa nani vipi sijaelewa hapo. Unataka kujitoa fahamu sasa. Wewe unatoka na mke wa Ali. Hizo taarifa mimi nazijua. Ndio maana muda huu nikaona bora niviwe nikwambie kabisa. Kitendo binafsi mimi sikipendi au sikiridhia. Mimi? Wewe ndio. Uone uthibitisho gani juu ya hilo kama mimi nampigia Ali mke? Mimi najua kila kitu. Ila unachomfanyia mwenzio ni sahihi. Sikia nikwambie bwana. Sisi ni wanaume, lazima tusitiliane ndugu yangu. Sababu ni mwenzangu, ni mwanaume mwenzangu. Kwa nakataa. Jua lazima tuweke pingamizi. Sikia nikwambie, jua kama umeo umeligundua hivi, mimi naomba unistiri sababu huyu mwanamke yani nimepiga kama bahati mbaya. Hivi kuna bahati mbaya kwenye ukweli? Alafu ukizingatia mwanamke wako ni mzuri sana. Sana. Kuliko hata mke wako. Sasa sijui kitu gani kinakubabaisha. Hapo kweli nimefeli. Naomba unistiri juu ya hiyo. Usije kumwambia hali kwa sababu itakuwa ni ugomvi. Na huyu ni shetani tu amenipatia. Ila mwanangu, sababu wewe unanistiri mimi ngoja nikukoze. Sio kitu hivi. Bozuia hii ni kombe miwili mwanangu. Hii ndogo wakati mwingine kana hitaji nyingine unatoa. Uchukue unistiri. Mimi siko na njaa na hizi hela. Dadangu uko Oman uko kibonyeza tu zinamwagika kama ATM. Basi fresh. Basi poa. Mwisho ubaya aibu. Mwisho ubaya aibu. Mwisho ubaya aibu. Mwisho ubaya aibu. Shemeji, unafeli sana. Alafu unajizalilisha. Yaani wewe ni wa kuingiza munkari chumbani kwako na kwenye kitanda cha mumeo ukalala naye. Hapana shemeji, mbona hilo jambo sio kweli? Kwani wewe umesikia wapi? Unataka mimi nijue nimesikia wapi, si ndio? Si ndio? Sikiliza. Usiku wa jana nimemwona munkari kwa macho yangu. Anamfungia mwanamke wake chumba, alafu anakuja kwako. Saa 6 usiku, alifuata nini? Basi shemu, usimwambie mume wangu. Mume wangu akisikia ataniua. Na kuomba shemu. Kwa nini umenipandisha sukari? Na kuongea kweli toka mapema. Ulitegemea nini? Ulitegemea nini? Sasa sikiliza kwa kitu. Sitamwambia mumeo na ukirudia tena namwambia mumeo kila kitu. Haki ya Mungu shemu, mimi sirudii tena. Naomba usimwambie sirudii. Yasali aonje mara moja. Utarudia. Ila hii ni onyo. Utarudia. Hamna shemeji. Mwisho ubaya aibu. Mwisho ubaya aibu. Mwisho ubaya aibu.
Mimi naogopa mwenzio. Neblas anajua kila kitu. Na ameniambia kwamba akinikuta na wewe tena atamwambia mume wangu. Mimi naogopa mwenzio. Mimi kama vipi tuishie tu hapa. Sema hivyo nakosea. Kwa sababu mimi tayari nishazoea utamu wako. Wewe mwenyewe ndio unamzoea. Sasa hilo na Neblas wewe usitishe. Kwa sababu ipo njia ambayo mimi nina uwezo wa kufikisha Neblas asifanye chochote. Naogopa mwenzangu, nisije nikaumbuka hivi sura yangu mimi nitaiweka wapi? Mimi basi sina njia. Benza gani? Huwa namba change kidogo sana. Baba vipi? Fresh. Uko chooni kumbe? Kama unavyoniona. Bado nichukue posha. Unyama ni mwingi, naona uko na mchumba hapa. Shemeji, unaona kipindi unahangaika naye? Huyu hapa kwa msema. Toka na msela ndo. Wala usiwaze. Sawa. Taishije? Anayofanya si sawa, ni vishawishi waziwazi. Sijui amemwekea dawa ama malezi ya wazazi. Tabia yake mume wangu. Mbona sasa hivi mbadilika tabia sana? Mara unifungie mlango kwa nje, mara unarudi sijui unatoka mazoezini ambako hata sijui ya mazoezi unaanza lini. Mbona sikuelewi? Usielewe hapo Niki. Kwa maswali yako yanakuwa kujirudia rudia. Kwani sinisha kwambia kama mimi huwa natoka naenda kufanya mazoezi? Au ataka kila siku nianze tu kuimba nyimbo ambayo sio toka video au? Sawa, kama toka mazoezi, lakini sio hilo tu. Juzi nimeshika hiyo simu yako. Nikakuta umefanya mamalo, umemtuma shilingi 300,000. Pesa iliyobaki ni milioni 3 tu. Na hiyo pesa nakumbuka mara mwisho niambia yuko milioni 7. Na sijui chochote unachokifanya kwa hizo pesa zako. Mshika simu yangu. Sasa unajua na jambo mimi huwa nalifanya. Na sijataka kukushirikisha wewe kwa sababu bado halijakaa sawa. Ndipo litakaa sawa, na mimi pia utafurahia hilo jambo. Sawa. Najua mume wangu uko sikujitetea. Lakini changamoto zako mume wangu zimezidi. Na kubwa zaidi pia linalonitesa mimi ndani mume wangu ni kukosa haki yangu ya ndoa. Yaani tuna muda mrefu mume wangu. Na wala hujali. Kila ninapokuambia mara si nimechoka, mara sijui hivi. Yaani hujali kabisa kama mimi nakuhitaji. Tunaishi kama kaka na dada ndani mume wangu, kweli? Kwa hiyo nisamehe sana mke wangu. Najua mimi kwa sasa sipo sawa kifikra. Lakini usijali. Endapo nitakuwa sawa kifikra, nitakutimizia haki yako. Nitakata hiyo kiu ambayo unakuwa. Endapo nitakuwa sawa kifikra, nitakata hiyo kiu yako ambayo inakusumbua. Najua mke wangu apenda mambo ya kama unachanga karata, lakini usijali. Unajua mimi sio mchezo. Ni muda. Kiukweli kaka bwana, mimi nimefurahi sana kuona naye. Ila umenisikitisha sana kuniambia kwamba unahama. Ni kweli inabidi nihame, maana ule ujenzi kule umeshakamilika, alafu nyumba ipo yenyewe. Na ukizingatia sister mwenyewe bado pia hajageuka. Kwa hiyo siwezi kukaa hapa tena angalia kwa nyumba imeshapatikana. Mimi naweza nikasema bwana, maisha ni popote. Tena hususan ukishazaliwa wa kiume, basi unatakiwa pambane popote. Unajua mwanaume achagui sehemu ya vita. Popote mapambano. Kweli. Ila kuna swala nataka tuongee. Hilo jambo linahitaji moyo wa kijasiri. Na hata nikikueleza ina haja ufanye uchunguzi kwanza kabla ya kufanya maamuzi yako. Jambo gani tena? Munkari anatembea na mke wako. Unasema? Wewe umejuaje? Siku ambayo alikuwa anaingia pale nyumbani, ilikuwa ni mida ya jioni. Nilimkuta mke wako na mke wa karibu. So baada ya kuwasalimia na kuwauliza nyinyi mpo wapi, mke wako aliniambia umeingia shift ya night. Ilipofika usiku,
Nikiwa nimesimama mlangoni kwako nikamwona mtu anakatisha kuingia chumbani hafla, tena ni wa kiume. Haraka haraka, kwa muonekano ambao upo, sikumuona vizuri, haikuashiria kabisa hili ni bodi yako. Sikuridhika na hilo, nikaenda dirishani kwako kusikiliza, je, ni nani alikuwa ndani? Kusikiliza sauti, nikasikia ni sauti ya Munkar ikiongea na mke wako kwa sauti nyororo kabisa na yenye kuvutia, ni kama wapo kwenye mapenzi mazito. Mimi sikuishia hapo. Baada ya kucha asubuhi, nilikutana na Karim. Nilimwambia ukweli na akakiri, na pia sikutaka kubaki tu hapo hapo. Nilimfuata na shemeji, nikamwambia kuhusu hili swala, na alikubali ukweli wote na akasema kwa ni kweli yupo kwenye mahusiano na Karim, na akaahidi hataendelea tena na hili jambo. Haikuishia hapo kabisa. Kesho yake mimi nilikuwa nipo chooni, nikasikia minong'ono kutoka kwenye pembezoni mwa ukuta wa choo, wakizungumza mipango mipya ya kukutana tena usiku wake. Ilikuwa hivi: mimi naogopa mwenzio. Neblas anajua kila kitu na ameniambia kwamba akinikuta na yeye tena atamwambia mume wangu. Mimi naogopa mwenzio. Mimi kama vipi tuishie tu hapa? Sema hivyo nakusia. Kwa sababu mimi tayari nishazoea utamu. Na mwenyewe ndo. Sasa hilo na Neblas wewe usitishi. Kwa sababu ipo njia ambayo mimi ninaweza kufikisha Neblas asifanye chochote. Naogopa mwenzangu, nsie nikaumbuka hivi sura yangu mimi nitaiweka wapi? Mimi ni basi simpatia benza gani huwa namchanisha mdogo sana. Baba vipi? Fresh. Hiyo ndio mipango yao mimi naifanya. Yaani siamini kama mke wangu anaweza kunifanyia hivi. Nimemkosea nini mimi mpaka anaamua kunifanyia unyama kama huu? Bwana, nahangaika na makazi magumu siku kucha, napambana kwa ajili yake, lakini bado ameamua kuvua utu wake na kulala na mwanaume mwingine, na kibaya zaidi kwenye kitanda changu. Niuma sana. Mke wa jirani, mke wa jirani, anayofanya si sawa, ni vishawishi waziwazi. Sijui amemwekea dawa ama malezi ya wazazi. Tabia yake inatupa wasiwasi, kama anakosa heshima na mume wake, anapambana na kazi, akitoka na chepuka huku nyuma. Ukijua anayofanya sio rahisi kuvumilia, ukijua anayofanya niamini wawezalia. Mwisho ubaya aibu, aibu, aibu. Mwisho ubaya.